wa sanaa. Kwa hiyo kwenye uundaji wa sanaa tumeona ni hatua namba 5 ya mchakato wa tuseme. Wakati tunaenda kuunda sanaa zetu, lazima tujue ni vitu gani vya kuzingatia wakati wa uundaji wa sanaa. Ukiwa unaunda sanaa, inaweza ikawa igizo, inaweza ikawa ngonjera, inaweza ikawa shairi, ndio ngoma, sawa, inaweza ikawa majigambo, si ndio? Ndio. Kwa hiyo kwenye kuunda sanaa kuna vitu ambavyo tunatakiwa kuzingatia wakati tunataka kuunda sanaa. Kabla hatujaendelea na hivyo vipengele vya vitu gani vya kuzingatia wakati wa kuunda sanaa, nimkaribishe mwezeshaji, mtamsikiliza kwa makini. Alafu baada ya hapo mtauliza swali. Sawa? Karibu mwezeshaji. Moja ya aina za sanaa ni ngonjera, shairi. Sasa mimi nataka kusema mabeti machache, nisikilize kwa makini na mfuatilie mpate ujumbe, kwa sababu baadaye tutauliza maswali. Hariri Muhisani, hodi kwako na kujia. Pokea yangu maoni, hata kama sirupia, yasomwe na wanandani na wale viruka njia. Nasema penzi ligu na kisomo havipikwi havivi asilani, natangazia dunia, si leo toka zamani, nikusikia maneno. Sasa penzi ligu na kisomo havipikwi hivyo. Alitokea Hasani akampenda Rukia, penzi likazidi tani, wote likawaingia, wakakanywa na jirani, wakaacha kusikia. Nasema penzi ligu na kisomo havipikwi hivyo. Mwezi wa pili mwishoni, mimba kabeba Rukia, akampasha Hasani, akaruka kama njiwa. Havipikwi vikaiva. Alifikiri kwa ndani, Rukia akaamua, nitaimeza kwa nini nipate toa dhuria. Lawama kwake Hasani kwa lilotokea. Nasema penzi ndugu na kisomo havipikwi vikaiva. Ilipofika tumboni, nawe kamdhiria katika maini. Lakini Rukia akaiaga dunia. Nasema penzi ndugu na kisomo ajitama tutuoni, kala mchini naweka, jibu ninajiombea toka kwenu washiriki. Sema penzi ndugu na kisomo havipikwi vikaiva. Tumeishia hapo.